Kampuni ya ulinzi ya shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa Suma JKT Guard Limited, katika kuendelea kutoa huduma bora kwa wateja wake, imekuwa ikifanya vikao mbalimbali vya maboresho ya kiutendaji ili kuongeza ufanisi zaidi. Aidha, kampuni inao mfuko maalum wa kuwawezesha watendaji katika majanga mbalimbali unaofahamika kama mrakusu, kama anavyoeleza mkurugenzi mwendeshaji wa Suma JKT Guard Limited, Kanali Frederico Hongoli. Jana tarehe 25 na leo tarehe 26 tumekuwa na kikao hapa jijini Dodoma ambacho kimejumuisha wajumbe wa chama cha mrakusu. Mrakusu ni kifupi cha maneno mfuko wa rambi na kusaidiana Suma JKT Guard Limited. Mfuko huu una malengo ya kupeana rambirambi katika misiba, kupeana michango ya ugua pole, lakini vile vile kupeana mikopo kwa riba nafuu. Kama inavyojulikana, chama hiki kilianzishwa kwa lengo la kuwakwamua wanachama wa mrakusu ambao ni walinzi wa Suma JKT Guard Limited. Sasa kutokana na uwingi wa Suma JKT Guard Limited, ilionekana ni vizuri na ni maamuzi ya busara kuwachagua wajumbe kutoka katika kanda zote 7 za Suma JKT Guard Limited, ambapo kila kanda ilitoa wajumbe 11 pamoja na maeneo ya Zanzibar, Mafia na Unguja huko visiwani, wao walitoa mjumbe au mwakilishi moja. Hivyo basi mkutano huu unakuwa na jumla ya wanachama au wajumbe 81 ambao ndio wanaounda mkutano mkuu wa chama hiki cha mrakusu. Katika kipindi hiki ambacho tumekuwepo hapa, tumeweza kujadiliana mambo mbalimbali kuhusu utoaji wa huduma hizo kwa wanachama na namna gani wanachama wanafaidi kupata huduma hizo kulingana na mfuko ambao walijitengenezea wao wenyewe. Lakini vile vile kama sisi makao makuu ya kampuni tumeweza kutoa maelekezo mbalimbali ya kiutendaji, kwa sababu wawakilishi hawa wanatoka kutoka kwenye kanda zote 7 ambako Suma JKT Guard Limited tunafanya kazi. Hivyo maelekezo haya ya kiutendaji yanasaidia pia kutatua changamoto zile ambazo zimewasilishwa katika kikao hiki, lakini yanasaidia pia kuongea na wanachama wote kwa wakati mmoja, kwamba maelekezo ambayo tumeyatoa wanaondoka nayo na wanakwenda nayo huko, wanaenda kuwaeleza walinzi wengine, wanaenda kuwaeleza wajumbe wengine, wanachama wengine, kwamba wanatakiwa watende vipi. Kwa hiyo nilikuwa ni kikao ambacho si kwamba kimejikita katika swala la mfuko peke yake, bali pia inakuwa kama ni kikao kazi kwa kuwa viongozi wako ndani ya kundi hili. Mwenyekiti wa chama hicho Maneno John anaeleza lengo la kikao hicho kufanyika kila mwaka. Lengo la kufanya mkutano huu ni mabadiliko ya katiba ambayo tuko nayo. Chama hiki kimeanzishwa mwaka 2017. Baada ya wanachama kuongezeka, maana tumeanza kutoka wanachama 5000. Leo hii tupo wanachama 17850. Kwa katiba ile tuliounda kipindi hicho tukiwa wanachama 5000. Sasa tumeona ina baadhi ya vifungo ambavyo vinahitaji kuongezeka. Hata hivyo, wajumbe walioshiriki kutoka kanda mbalimbali wanasema vikao vya mara kwa mara hutoa fursa kwa wanachama kuwasilisha hoja zao ili zipatiwe ufumbuzi. Naitwa Supervisor Happiness Aristide Sirochungura. Natokea Nyanda za Juu Kusini, mkoa wa Rukwa. Mimi ni mwakilishi na ni mjumbe wa mfuko wa mrakusu. Tunakutana watu mbalimbali, zoni zote tunakutana hapa tukiwakilisha wajumbe, kwa sababu hii inaleta na vivyo kujua pale tulipokuwa tumeachia na mpaka sasa tunapoendelea, je, kuna tofauti gani, kuna maendeleo gani? Je, huko tuliko huko mikoani changamoto gani tunakutana nazo sisi wajumbe? Kwa hiyo hii ya kukutana mara kwa mara, kwanza tunajengeana uzoefu na vile vile tunapeana ushauri na jinsi ya kuendeleza na kudumisha mfuko wetu ili mfuko ufike mbali. Naitwa Ibrahim Joseph Maganga, nimetokea kanda za Nyanda za Juu Kusini mkoani Mbeya. Mimi ni mjumbe wa mrakusu. Vikao hivi kwa kweli vitaongeza chachu katika utendaji kazi wetu. Kikao hicho kimefanyika eneo la Fourways, Kizota, jijini
Dodoma. Naitwa Florian Rutahiwa na hii ni Suma JKT TV. Asante.